Hakuna mtu ambaye ameenda mbali sana na dunia isipokuwa wanaanga wa Artemis 2. Kikosi hichi bwana kimeandika historia ya kipekee ya kufika kwenye mwezi, na historia ya awali ilishikiliwa na Apollo 13 ambapo walisafiri zaidi ya kilomita 4,171 kutoka duniani mwaka 1970. Wanaanga wa Artemis 2 wamezidisha kiwango hicho kwa kufika kilele cha kilomita 4,600. Wanaanga hao walisema kizazi kijacho kinafaa kuvunja rekodi kama hiyo, ambapo kamanda Reyes Wiseman ambaye anasimamia mission hiyo ya Artemis 2 ameeleza alichokiona kupitia dirisha la chombo chao, ambapo anasema dunia inakaa kama mwezi mwandamo, inakaa vizuri kabisa. Nilichukua picha, aliyasema hayo. NASA imetoa picha za kwanza zenye ubora wa juu zaidi zilizotumwa duniani na zilizopigwa na kikosi hicho cha Artemis 2 walipokuwa wakipita katika dunia na mwezi huko angani. Sasa baada ya kutuma picha hizo, wanaanga hao pia walichunguza miale hatari wakati wakirejea. Hii ni mlipuko wa mwanga wa papo hapo na wa muda mfupi sana iliyotokea wakati mawe madogo ya angani yalipogonga mwezi kwa kasi kubwa na kuyeyuka yenyewe. Kikosi hicho kilichukua mapumziko ya saa moja kwa ajili ya uchunguzi. Walishuhudia kupatwa kwa jua saa moja baadaye. Lakini sasa hizi ni dakika 40 za kukatika kwa mawasiliano wakati walipokuwa huko angani. Tangu kuenda angani, kikosi hichi kilidumisha mawasiliano ya mara kwa mara na kituo kinachoendesha misheni hiyo mjini Houston pale Texas. Timu ya NASA imekuwa ikiwapa motisha wanaanga hao kwa kuhakikishia mawasiliano na watu walioko duniani. Lakini mawasiliano hayo yalikatika kwa muda mfupi siku ya Jumatatu. Wanaanga hao walipopita nyuma ya mwezi, mawimbi ya redio ya mawasiliano yalizuiwa na mwezi na kukatisha mawasiliano kati ya chombo hicho na duniani. Kwa takribani dakika 40 pekee, wanaanga hao walikuwa peke yao, wakijawa na hisia tofauti, upweke wa kimya, wakisafiri katika giza la anga. Baada ya muda mfupi, chombo hicho cha Orion kilitokea nyuma ya mwezi na kurejesha mawasiliano na duniani tena. Baada ya mawasiliano hayo kurejea, kiasi kikubwa cha data ilikuwa imekusanywa ilianza kutumwa. Sasa zaidi ya miaka 50 iliyopita, wanaanga wa Apollo pia walipitia hali hiyo hiyo ya upweke iliyosababishwa na kupotea kwa mawasiliano wakati wa safari yao ya mwezini, ambapo chombo chao kilipita nyuma ya mwezi na mawasiliano yao kukatika kwa dakika 48. Wakati wanaanga hawa walipokuwa huko angani, Rais wa Marekani Donald Trump alifanya mazungumzo na wanaanga hao wanne walioko kwenye chombo chao cha anga cha Orion wakiwa angani wakirejea duniani. Wanaanga hao pia walikuwa wakizungumza kupitia kipaza sauti chao ambacho kilikuwa kinaelea, ambapo Trump aliwapongeza wanaanga hao kwa kuandikisha historia ya kipekee na kwenda mbali zaidi ya dunia na kualika kwenye ikulu ya White House wakisharejea ardhini. Kikosi kilicho angani cha Artemis 2 kina wanaanga wanne, ambapo kikosi hichi kinajumuisha wanaanga watatu wa NASA, kamanda Reyes Wiseman, lakini vile vile yumo Victor Glover, Christina Koch pamoja na Jeremy Hansen wa shirika la anga la Canada, ambapo kikosi hichi kimesharejea duniani hii leo na kutua katika bahari ya Pasifiki katika pwani ya San Diego, California, baada ya kumaliza takriban siku 10 angani. Chombo cha anga cha Orion kilichobeba wanaanga katika mission ya Artemis 2 kilipaa tarehe 2 mwezi Aprili. Roketi hiyo ilirushwa kutoka Kennedy Space Center pale nchini Marekani, na kila kitu kilienda kulingana na mpango wakati wa uzinduzi wa kifaa hicho. Artemis 2 ilibaki katika mzunguko wa dunia kwa takriban saa 24, ambapo wanaanga walifanya ukaguzi muhimu wa chombo hicho. Na baada ya kuthibitisha kuwa kila kitu kiko sawa, chombo hicho kilianza safari yake kuelekea mwezini.
Sasa Artemis 2 haikutua mwezini, lakini lengo la misheni hii ilikuwa ni kuweka msingi kwa ajili ya kutua mwezini katika misheni ijayo ya Artemis 3. NASA inasema kuwa uzinduzi wa Artemis 3 utafanyika mapema zaidi mwaka 2027. Na hata hivyo, wataalamu wanaamini kuwa tarehe ya mapema zaidi inawezekana ni mwaka 2028. Hadi sasa bado hakuna uamuzi wa mwisho ambao umefanywa kuhusu chombo cha anga kitakachowashusha wanaanga mwezini. Sasa nikueleze, je, unajua kwamba kuna nchi gani zina mpango wa kutuma wanaanga mwezini? Kuna baadhi ya nchi mbalimbali ambazo wana mpango huo. Kuna nchi nyingi pia zina malengo ya kutuma wanaanga hao ama wanaanga wao kwa mwezi ifikapo mwaka 2030. Wanaanga wa Ulaya wanatarajiwa kushiriki katika misheni ya baadaye ya Artemis, huku Japani nayo ikiwasilisha nia kushiriki katika misheni hiyo. Lakini China pia inadai chombo chake cha anga chenye lengo la kutua kwa mara ya kwanza karibu na mwezi ifikapo mwaka 2030. Urusi na India pia zinaonyesha nia ya kuwatuma wanaanga wake kwenye mwezi ifikapo mwaka huo huo 2030. Hata hivyo, kutokana na vikwazo vya kiuchumi, changamoto za ufadhili na changamoto za kiufundi, ratiba yao ya kwenda mwezini huenda ikapata changamoto. Na kufikia hapa sasa nimekamilisha historia hii fupi ya mission ya Artemis 2. Hawa ni miamba kweli mashupavu ambao wamethubutu kwenda kilomita nyingi ambazo zimetajwa ndani ya simulizi hizi. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, endelea kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Kupitia Facebook andika jina moja la Idea Arusha, nenda ka like na kufollow pale. Lakini Instagram official Idea Radio, nenda katufollow vile vile. Pia YouTube unaandika Idea FM Radio 95.7. Chukua hatua ya kusubscribe, kulike na comment, na utakuwa wa kwanza kupata maudhui yote ambayo tunayarusha kupitia mitandao yetu ya kijamii. Bila kusahau TikTok unaandika Idea Arusha. Mimi ni msimulizi wako Priska Mfinanga.